Karibu Mtungini kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erastus Andrew. Halmashauri ya jiji la Dodoma imetoa notisi ya siku 21 kwa waombaji wa viwanja katika maeneo ya Mtumba na Kikombo ambao hawajakamilisha malipo yao kwa wakati na kutakiwa kufanya marejesho kabla ya muda kuisha ili kuepusha kutaifishwa au kuuzwa upya kwa viwanja hivyo. Kwa mujibu wa taarifa ya halmashauri, jumla ya viwanja 6560 vimepitiliza muda uliowekwa wa malipo, na hali hiyo imechangia upotevu wa zaidi ya shilingi bilioni 55.4 za mapato ya ndani, fedha ambazo zilitarajiwa kutumika katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na mipango ya uboreshaji wa miundombinu ya jiji la Dodoma. Hatua hii imechukuliwa kama mkakati wa kuongeza uwajibikaji kwa waombaji wa ardhi, kurejesha mapato yaliyokwama, pamoja na kuhakikisha ugawaji wa viwanja unafuata utaratibu unaoleta tija kwa serikali na wananchi. Katika maeneo haya matatu, kwa maana ya Mtumba zoni 2, Mtumba zoni 3 pamoja na Kikombo, takwimu zake ni kama ifuatavyo. Tukianza na eneo la Mtumba zoni 2. Eneo la Mtumba zoni 2 tuna wadaiwa viwanja 1915. Yaani kwa maana tuna viwanja vilivyo nje ambavyo havijalipiwa wala kukamilisha malipo 1915. Katika tathmini yetu, maana yake katika viwanja hivyo vya Mtumba zoni 2 kiasi cha fedha ambacho kipo nje kinakadiriwa kuwa shilingi bilioni 28.8. Katika eneo la Mtumba zoni 3 idadi ya viwanja ni 2594 na kiasi cha fedha ambacho kinakadiriwa kuwa nje ambacho hakijalipwa ni takriban shilingi bilioni 20.6. Lakini eneo la Kikombo pale tuna viwanja takribani 2051 ambavyo vikilipiwa vyote pasipokuwa na deni pale Kikombo tunatarajia kukusanya shilingi bilioni 5.9. Kwa idadi hiyo utaona kwamba tuna takriban shilingi bilioni 55 kama .4 hivi ambazo ziko nje. Hivi viwanja vyote vilikuwa na muda tofauti. Kama mnavyofahamu kwamba ukinunua kiwanja, ukija leo tunakupa yale masharti ya kawaida kwamba kiwanja hiki utatakiwa kilipie ndani ya siku 90. Sasa hivi vyote tulivyotoa, muda ambao walipewa kulipia umeshaisha. Kuna ambavyo vina zaidi ya mwaka, zaidi ya miaka miwili. Ndo essence ya kuja sasa na notice kwamba bwana, ukiacha tangazo sasa, hii notice ni kwamba tunakupa siku 21, zikikamilika hatujamalizana, sisi mzigo tunauingiza sokoni. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba leo Disemba 29, 2025 amefanya ziara ya kikazi katika eneo la Ruvu Chini mkoani Pwani kukagua uzalishaji wa mtiririko wa maji unaohudumia sehemu kubwa ya jiji la Dar es Salaam na Pwani. Ziara hiyo imekuja kipindi ambacho baadhi ya maeneo yamekuwa yakipata upungufu wa maji kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kupungua kwa mchurizo wa maji katika vyanzo. Baada ya ukaguzi, Dr. Mwigulu amesema serikali kwa miaka mitatu imekuwa ikitekeleza miradi mikubwa ya maji ili kukabiliana na changamoto hiyo na kuhakikisha upatikanaji wa maji unapatikana kwa wananchi, viwanda na taasisi. Ameeleza kuwa hatua za mapema zilichukuliwa kujenga miundombinu mipya, kuongeza uwezo wa uzalishaji pamoja na kutumia teknolojia ya kisasa katika kuhifadhi na kuvuna maji. Hiki kilichotokea majuzi sio uzembe. Ni hali halisi ambayo inaikumba dunia na Tanzania ikiwepo. Na hata wakati mwingine huwa tukichukua hatua zingine kama serikali huwa zipokelewi kwa ladha hivi na Watanzania kwa ujumla, na si kwa Tanzania tu, ni
ni jambo la dunia nzima. Haya mambo ya mabadiliko ya tabia nchi yanapoongeleka huwa hayana ladha sana, kwa sababu yanakinzana na baadhi ya shughuli zingine ambazo huwa zina ladha zaidi kwa wakati huo. Na si hapa Morogoro tu na hapa Pwani na Dar es Salaam, ni nchi nzima. Kwa sisi tuliokulia vijijini, ukiangalia hali ya mazingira tulioikuta na sasa, pana badiliko kubwa sana. Katibu mkuu na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema mkataba mpya kati ya Tanzania, Zambia na China utarejesha uhai wa reli ya TAZARA ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitegemea ruzuku bila tija ya kutosha. Kupitia kampuni ya CCECC, China itaweka zaidi ya shilingi bilioni 1.4 dola za Kimarekani kuboresha miundombinu ya reli, kujenga vituo vipya, kununua treni za abiria na kuanzisha kituo cha Kidatu Transshipment kitakachorahisisha uhamishaji wa mizigo kati ya MGR na TAZARA. Chini ya makubaliano hayo, CCECC itaendeleza TAZARA kwa miaka 30 huku serikali ikipokea dola za Kimarekani milioni 30 kwa mwaka, hatua inayotarajiwa kuongeza mapato, kuboresha biashara ya usafirishaji wa mizigo na kilimo na madini. Msigwa amewataka wananchi kupuuza taarifa potofu, akisisitiza mradi umeanza kutekelezwa nchini Zambia chini ya juhudi za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na irejee kuja kuboresha reli hii ili tuweze kupata faida na uwekezaji huu uwe na tija kwenye uchumi wa Tanzania, kwenye uchumi wa Zambia, na pia uongeze thamani katika shughuli zetu nyingine za kiuchumi. Kwa hivyo rais wa China alikubali, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan hakuishia hapo. Akatoka hapo pia akaenda kuhutubia bunge la Zambia, ambako pia alikwenda kuiomba serikali ya Zambia ikubali kushirikiana na Tanzania na kuwakaribisha wenzetu wa China waje kuboresha reli yetu ya TAZARA, kwa kuwa ni reli ambayo inatoa fursa kubwa za kiuchumi kwa Tanzania, kwa Zambia pia. Kwa hivyo serikali ya Zambia ikakubali, na baada ya kukubali ndipo sasa ikaja hatua ya utekelezaji, na Wachina wakakubali kutoa fedha kiasi cha dola za Marekani shilingi bilioni 1.4 ili zije kufanya uboreshaji mkubwa wa reli ya TAZARA, kuboresha miundombinu, kujenga majengo ambayo yatatumika kutoa huduma, vituo vile, lakini pia kutuletea treni ya abiria ambayo pia itakuja kutoa huduma za abiria. Na ikumbuke kwamba lengo kubwa la TAZARA, sawa abiria watasafiria, lakini pia mizigo hasa ndio kwenye malengo makubwa ya reli hii. Kwa hiyo wamekubali kutoa fedha hizo kiasi cha shilingi cha dola za Marekani bilioni 1.4 ambazo ni sawa na zaidi ya shilingi trilioni 3 na bilioni 450 za Tanzania. Kwa hivyo siku chache zilizopita. Tuhitimishe na habari za kimataifa. Kosovo imeingia kati ya hatua muhimu ya kisiasa baada ya kipindi kirefu cha mgogoro wa uongozi uliosababisha bunge kushindwa kufanya maamuzi makubwa kwa takriban mwaka mmoja. Nchi hiyo imekuwa ikikumbwa na misuguano ya kisiasa tangu tangazo lake la uhuru mwaka 2008, huku serikali zikibadilika mara kwa mara kutokana na migawanyiko ya vyama na mvutano kuhusu mahusiano na Serbia. Miaka hivi karibuni imekuwa na misukosuko ya mara kwa mara, ikiwemo kuvunjika kwa miungano ya kisiasa, uchaguzi wa kurudiwa na mkwamo wa mazungumzo ya kidiplomasia yaliyosababisha umma kupoteza imani kwa kiwango kikubwa. Katika uchaguzi uliofanyika Jumapili, chama cha waziri mkuu wa muda Albin Kurti kimejinyakulia karibu nusu ya kura zote na kufungua njia ya kusimika serikali mpya bila vuta ni kuvute kubwa kama miaka ya nyuma. Kurti amesema ataanza mara moja mchakato wa kuunda serikali, akiahidi kasi mpya, mageuzi ya kiuchumi, uwajibikaji wa serikali na kufufua mazungumzo ya kimataifa yanayohusu mustakabali wa Kosovo. Wachambuzi wameutaja ushindi huo kama ishara ya kiu ya wananchi ya mabadiliko na uthabiti baada ya kipindi cha sintofahamu cha kutokuwa na dira. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Open Online Media, na kwa hayo tunafunga duru ya mtungine kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Endro.